ni walipa kodi. Watu wote ni walipa kodi. Mambo ya siasa ikifika, watu wataongea, watasawishiana. Lakini Mama Ika, nikiangalia hawa watu, hiyo siku ingine hii hapo tunaenda mbele, hawa watu hawatapiga kona tena. Nimeongea ukweli? Simeongea ukweli? Hata kama walipiga kona, usijali, hiyo ni mambo ya kawaida na ni haki yao. Lakini kwenda mbele naona watakuwa pamoja na ile pande utakuwa. And I want to thank you, Mama Ika, for the good job you've done for 2 terms as the women rep of Taita Taveta County. Vile vile ni shukuru governor wetu Mwadime kwa kazi nzuri ambayo vile vile anaendelea kutufanyia hapa, na sisi tukiwa serikali ya kitaifa tutaendelea kufanya kazi na serikali za majimbo ama serikali za county kuhakikisha kwamba mwananchi anapata huduma bila matatizo yoyote. So governor, count on our support. We are all working for the same citizens, and we are going to work with the county government to support and make sure that we expedite the development agenda for Taita Taveta County. Kufika hapo niseme nimefurahi kufika hapa. Nilikuwa nimeahidi nitachukua siku nzima, lakini haikuwezekana kwa sababu mambo ya kiusalama imekuwa mengi. Kwa hivyo tumesikizana na viongozi wenu hawa ya kwamba chini ya wiki 4 ama wiki 5 nirudi tena hapa Taita Taveta. Na nataka kuahidi nitarudi. Na hiyo haitakuwa hata safari ya mwisho. Kutoka siku hiyo tutapanga siku ingine. Nitaendelea kuwatembelea kwa sababu Taita Taveta ni kubwa. Si leo tuko hapa Wundanyi. Si lazima tufike Voi. Si lazima tufike hapa chini Mwatate na pale Taveta. Kwa hivyo lazima tuendelee kurudi hapa, na mimi nawahakikishia kwamba mimi nitakuwa mgeni wenu. Na nashukuru kwa sababu already nimepata jina ya hapa, kwa hivyo hakuna mtu atauliza huyu ni nani tena. Sasa wale watakuwa natangaza waziri anakuja, wanasema waziri wa usalama Mwakazi anakuja. Bas, vile vile niseme ya kwamba tungetaka maofisa wetu wa usalama wakuwe na uhusiano mzuri na wananchi. Nataka kuwaomba wote maofisa wa usalama wa vitengo vyote vya usalama wakati umepita ambapo watu walikuwa wanaona polisi na maofisa wa serikali wanaanza kuogopa, na wakati umepita wakati kulikuwa na mwanya ama uhasama kati ya vikosi vya usalama na mwananchi. Usalama ambao tunaongea mambo yake leo ni usalama ndiye customer wetu ama mteja wetu ule mkubwa. Na mimi nataka niseme hivi ya kwamba hivi majuzi tumefanya utafiti kama wizara ya masuala ya ndani, na tukauliza wananchi wengi katika taifa la Kenya mambo ya utenda kazi wetu iko aje. Na ile ripoti tumepata hairidhishi sana, kwa sababu wananchi wengi bado imani yao kwetu sisi maofisa wa usalama, bado imani ya wananchi iko chini. Kwa hivyo hatuna budi, lazima tujizatiti kurejesha uhusiano mwema wa kati yetu na wananchi. And I want to call upon all security agents and public officials in our country, from every department, national administration, National Police Service, and all agencies of government. We must put in place organizational culture change so that we can have new ethics, a new way of interacting with the public,
and get the public confidence in the security agencies and in the services which we offer. Nimesema hivi kwa kimombo ya kwamba sisi kama vikosi na idara za kiusalama na utawala wa nchi tumefanya utafiti na tumeona wananchi wengi imani yao kwetu iko chini kidogo, kwa sababu ya vile tunawaongelesha, vile tunawahudumia, vile tunashughulikia masuala yenu wakati mko na matatizo. Na mimi nawauliza wenzangu wote, nikianzia na mimi mwenyewe kama waziri, lazima tuanze kutafuta vile wananchi watakuwa wanaongeza imani kwetu sisi kama walinda usalama na watu ambao ni maofisa wa umma. Lazima tuongeleshe wananchi vizuri, lazima tuwashughulikie shida zao vizuri, lazima hata kama jambo la kiusalama limetokea pale, lazima tuwe na ule utaaluma. We must be professional and develop public engagement ethics. Ndio ukiona mwananchi usione kama kitu ya bure. Huyo mwananchi kodi yake ndio imekufanya ukuwa afisa wa polisi. Kodi ya mwananchi ndio imenifanya mimi nikuwe waziri. Kodi ya mwananchi ndio imekufanya ukuwe DCC. Kodi ya mwananchi ndio imekuandika wewe kama chief. Kwa hivyo ma chiefs, ngao wote, county commissioners, assistant county commissioners, deputy county commissioners, police commanders, and everybody must understand that we must develop a positive culture and a positive relationship with the people that we are serving. Na hatutakubali tena mambo ya zamani ya kudhulumu mwananchi, ya kutesa watu kwa sababu uko na kirauni na uko na silaha. Hiyo silaha ambao umepewa na kirauni ya Jamhuri ya Kenya sio silaha na sio kirauni ya kuumiza mwananchi. Ni kirauni na silaha ya kuhakikisha mwananchi yako salama, na wale watu wachache ambao wanaleta shida katika jamii wanachukuliwa, wanawekwa kando, wanashughulikiwa. Na kwa hivyo hiyo kirauni ni ya mwananchi, sio kirauni yako na sio kirauni yangu. Sijui kama tunaelewana. These are the owners of the republic. Hawa wananchi ndio wenye nchi. Kweli si kweli? Wananchi ndio wenye. Sijui kama tunaelewana. Na mimi I'll lead by example. Kwa hivyo if you are working in this ministry, you have no choice. Because I'll lead by example. You must treat the public well. You must talk to them well. You must protect the broader society from the few criminals. And we must develop a good language, good ethics of handling members of the public. Not to treat them like they are nothing. We cannot have that culture going on in an independent country like Kenya. Hiyo ni maneno ambayo tulitoa katika ile enzi ya ukoloni, ambao mbeberu alikuwa anatesa watu weusi. Sisi nchi yetu ni nchi huru. Hatuwezi kuwa ya kwamba serikali na maofisa wa usalama wanaonekana kama ni adui ya wananchi. Ningetaka kwenda mbele. Mwananchi akiona waziri, mwananchi akiona police officer, akiona assistant county commissioner, anaona huduma, anaona usaidizi, anaona usalama, sio kuona adui na mtu wa kumnyang'anya vitu zake kidogo kidogo hapa. And I have spoken very strongly. The culture of corruption, taking money from the public in form of bribes, that culture must come to an end. Hii mambo ndio imetuletea hasara kama nchi. Paka unaona tumepata laana hapa kwa sababu sisi ambao tuko kwa vyeo tumetumia vyeo vyetu kunyanyasa wanyonge. Utosheke na mshahara wako na Mungu atakujalia. Kwanza wewe uko na bahati, uko na mshahara. Wananchi wengi hawana hata kazi, hawana mshahara. Sijui kama tunaelewana. Tuende hiyo barabara. Tujirekebishe.
tujirekebishe sisi vikosi vya usalama, tuwe na lugha mzuri ya kuhudumia wananchi, na tuachane na maneno ya hongo na kugandamiza mwananchi wa chini. Hiyo ndio Kenya mnataka? Hiyo ndio nchi ambayo mngetaka tuwe nayo? Nchi ambaye polisi wanaheshimu raia? Hiyo ndio nchi mnataka? Nchi ambayo polisi hawachukui hongo? Hiyo ndio nchi mnataka? Nchi ambayo machiefs na maofisa wa utawala hawagandamizi wanyonge? Nchi yenye haki? Nchi ambaye kila mwananchi akiona ofisa wa serikali anaona msaada na anaona usalama? Sijui kama tumeelewana. Kwa hivyo tutafanya marekebisho makubwa. Wakati tutamaliza hii marekebisho ambao tumesema, mambo ya mishahara iangaliwe ya officers wetu, mambo ya nyumba zao wanapoishi ziangaliwe. Tukimaliza kupokea hiyo ripoti na tukianza hiyo marekebisho, vile vile tutafanya marekebisho ya sisi wenyewe, tabia zetu, utenda kazi wetu, ili tuwe maofisa ambao wanapendwa na wananchi, ambao wanashughulikia wananchi. Tukifanya hivyo, nchi yetu itakuwa bora, tutapata amani, tutapata maendeleo, hata Mwenyezi Mungu atafurahi na kazi yetu. Sijui kama tumeelewana. Mungetaka tuendelee na mabadiliko? Mwakazi aendelee na marekebisho? Kazi ya marekebisho? Asante sana. Niseme ya kwamba viongozi wenu wametueleza mahitaji ambayo yako hapa. Kwa niaba ya serikali ya Kenya, nataka niseme masuala yote ambayo yamesemwa hapa na wananchi, wale wawakilishi wa vijana, wawakilishi wa kina mama, na wale wote ambao wameongea hapa, wakiwemo viongozi ambao wamechaguliwa hapa. Kwa niaba ya serikali ya Kenya, nataka niwahakikishie kwamba mambo hayo yote ya maendeleo tutatimiza kama serikali ya Kenya Kwanza. Kuna barabara ambazo zimetajwa, nimeziandika. Viongozi wenu wametuambia barabara za kule Voi, barabara za hapa, ikiwemo ile barabara ya kufika pale mpaka Bura ambaye ni muhimu. Iko barabara hiyo umesikia kule Taveta, ya kutoka Taveta kwenda Njukini mpaka kule Ilasit kule Kajiado. Vile vile kuna barabara hapa Mwatate. Barabara hizo tutatekeleza kwa sababu tumejua hii barabara imepeanwa kwa sababu watu wameketi wanakaona ni sehemu gani ambayo inahitaji barabara ambazo zinawekwa lami. Kwa hivyo nataka niwahakikishie tutatengeneza. Vile vile tumesikia mambo ya maji. Mheshimiwa Rais mwenyewe anafuatilia mambo ya mradi wa Mzima tu, na serikali ya Kenya Kwanza iliahidi ya kwamba Mzima tu water project must make sure that Taita Taveta gets water before the water gets to other counties in the neighborhood. Kwa hivyo rais akikuja hapa atatangaza yeye mwenyewe mahali tumefika na mambo ya Mzima tu. Hatusemi maji yale yasitumike kwingine. Lazima yatumike kule kwingine kwa majirani wetu Mombasa na Kwale, lakini kwanza kabisa, kabla ya kusaidia Mombasa, kabla ya kusaidia Kwale, lazima Taita Taveta ipate maji ya Mzima Springs. Sijui kama tumeelewana. Vile vile kama vile Mheshimiwa Mwashako ameuliza, mradi mkubwa hapa wa stima ambao uko karibu kukamilika, mimi nimekubali ya kwamba mradi huo ukikamilika, kwa sababu ni mradi mkubwa wa zaidi ya milioni 425. Huo mradi ni mkubwa, unahitaji ufunguliwe na Mheshimiwa Rais yeye mwenyewe. Kwa hivyo mimi na Haika na wale waheshimiwa wengine tutahakikisha kwamba tumeomba Mheshimiwa Rais
katika muda mchache, wakati hiyo awamu kidogo imemalizika, akuja hapa Taita Taveta, na baadhi ya ile miradi atafungua ni hiyo mradi wetu wa stima ya hapa. Nikifika hapo niseme ya kwamba vile vile wabunge wenu, MCS wenu, na pia wananchi, viongozi wenu wa wananchi wamesema mungetaka hii county tuongeze maeneo ya utawala, kiwemo sublocations na locations na divisions katika kila pembe ya county ya Taita Taveta. Nataka niwatangazie ya kwamba chini ya wiki 3 tutakuwa tumetoa orodha ya maeneo mapya ya utawala hapa Taita Taveta, na tutahakikisha tumechapisha katika gazeti rasmi la serikali, ili nikifika hapa baada ya wiki 4 wiki 5 nisije kusema tutafanya, nije kusema tumefanya. Sijui kama tunaelewana. Hiyo siku labda nitakuja na chief, nitakuja na assistant chiefs, nitakuja na ACCs, but I want to assure you before I return, in about 4 to 5 weeks time, we will make sure we have increased the number of administrative units in every part of Taita Taveta County in order to bring services closer to the people. Mwakazi yaendelea siendelee? Mwakazi achape kazi asichape? Asante sana. Nikifika hapo nikimalizia, kwa sababu yale mambo mengine yametajwa, polisi wetu wengi hawana stations kama hii. Police divisions zile zingine, sub-county headquarters, hakuna. Tumeongea na wabunge the way we will partner together, watoe pesa ya CDF katika hizo constituencies, na sisi kama wizara ya usalama tutachangia ili tufanye partnership ya kuhakikisha all the other police stations, sababu zile zimejengwa kati ya police stations 15 katika Taita Taveta ni 4 tu, ikiwemo hii ya Wundanyi. Kwa hivyo police station 11 zinahitaji kujengwa, zinahitaji magari ya OCS na OCPDs, vile vile zinahitaji houses za polisi wetu, ili wawafanyie kazi wakiwa katika nafasi nzuri na wakiwa na furaha, wasiwa wanahangaika huko na kukaa mahali ambapo ni mahali chochole. Kwa hivyo hiyo kazi tutaendelea kufanya. Niseme kuna shida ya wanyama pori hapa ambao imeangamiza na imeumiza wananchi wengi kwa muda mrefu. Kama vile Mama Haika amesema, siku ile tulikuwa tunaomba kura hapa, hata hapa Wundanyi tulikuja na rais, Mama Haika alikuwa pale, Murutu alikuwa pale. Tuliahidi mambo kadhaa hapa Taita Taveta, na moja ni mambo ya uhusiano wetu na hizi mbuga ambazo ziko hapa kwetu Taita Taveta. Nimeagiza kamati ya usalama hapa iketi chini na viongozi wenu ambao mmechagua hapa, kiongozwa na governor, wabunge na viongozi wa mashinani, waketi chini waongee na wananchi, waniletee chini ya mwezi moja yale mapendekezo ambayo mngetaka serikali ifanye ya kupunguza hasara ambayo tumepata hapa kutokana na wanyama wetu wa pori. Na mimi nawahakikishia wakati narudi safari ya pili nitakuwa na majibu ya ile program ambayo tunaenda kutekeleza ya kumaliza hii shida na ituondokee milele na milele. We must finish this problem once and for all. This is the administration, this is the government that will resolve the wildlife, human-wildlife conflict problem that has been a thorn in the flesh of our people in Taita Taveta for more than 60 years now. Hii administration ya William Ruto ndio italeta dawa ya hiyo mambo. Kuna masuala mengine katika sehemu zingine, kama ile mambo ya magaidi kule North Rift, kama wale magaidi wa Northeastern
hata hii ya wanyama wa pori tutafanya juu chini, lazima tupate suluhisho one way or the other. And I know where there is a will, there is a way. Penye nia pana njia. Kweli si kweli? So we are determined to work with your leaders to solve the problem of benefit sharing for the minerals that are in this county, so that you don't become just a host of people who come and exploit the natural resources that are found here and there is nothing for the community. Mambo ya madini, mambo ya wanyama, mambo ya mashamba. Na hii maofisi yetu ya serikali hapa tutasafisha. Mahali kuna matope tutasafisha. Kama ni idara ya mashamba tutasafisha. Si umesikia mimi nimeanza kusafisha hapa kwangu, hapa kwa security, hata kwa lands, hata every other department. We must make sure that the people of Taita Taveta are proud citizens of our country like other people in our other counties. Na mimi nawapongeza kwa kuweka amani. Hakuja kuwa na mambo mengi ya kiusalama hapa. You have maintained the peace. But I also want to assure you that we don't want to take that maintaining of your peace, we don't want to take it for granted. You kama tunaelewana. We will make sure we listen to you and we work with you and your leaders to resolve the many issues that we need to resolve. Kufika hapo, vile vile niseme huyu women rep wenu amesema kuna ile rescue center ambayo alianzisha, lakini pesa imekuwa kidogo, hajawahi kukamilisha. Hii rehabilitation rescue center ya wale wako na gender violence na wale watoto ambao wanapata matatizo ama akina mama wanakuwa rescued, na pia rehabilitation kwa wazee wetu, vijana wetu ambao wamepatwa na shida ya mihadarati na madawa. So Mheshimiwa Aika amenieleza ya kwamba angetaka kituo kikubwa, na hiyo ndio imesababisha ichukue muda kidogo kukamilisha. Na amesema milioni 10 ya kutoka National Government Affirmative Action Fund GAF imetumika pale, na inahitajika ingine kama milioni 20 ama 25. Na hiyo ni pesa mingi, kwa sababu ile pesa ambao viongozi wa kina mama wanapewa kila mwaka ni kidogo sana. Ukifanya project kubwa kama hiyo, utakosa ile utapea wale akina mama kwa vikundi ili kuendeleza mambo ya biashara. Kwa hivyo tumekubaliana na Haika ya kwamba tumalizie hiyo mradi katika awamu 2, sababu tunahitaji like 20 million to go, na between Mama Haika na mimi tutagawa hiyo budget. Na kwa hivyo mimi nataka kutangaza msaada ambao nitatoa wa shilingi milioni 10 wa kumalizia hiyo kituo cha kusaidia wale ambao wako na shida nyumbani na wale wako na shida za uraibu wa madawa na mihadarati na pombe. Sijui kama tunaelewana. Tuendelee na hiyo barabara, tuendelee na hiyo road. Asante sana. Alafu mwisho kabisa, wale wameongea hapa wamesema mambo ya ile jopo kazi ambayo iliteuliwa na Mheshimiwa Rais kushughulikia maneno ya itikadi sugu ama itikadi potovu ambayo mara kwa mara imetuumiza kama taifa. Hapo mbeleni, katika miaka ya awali, katika nchi yetu na katika sehemu zingine za dunia, kuna watu wachache wakora na magaidi ambao wamekuwa wamejificha katika dini ya Kiislamu, wakijifanya ni Waislamu, alafu wanaleta mambo ya kuua watu na mambo ya ugaidi. Na nchi yetu imepigwa hapo miaka ya nyuma na magaidi na wakora ambao sio wacha Mungu na sio watu wa dini, lakini wamejificha pale katika Uislamu.
hivi karibuni tumepata pigo kubwa katika hii sehemu ya pwani, jimbo jirani la Kilifi, wakati wakora ambao walikuwa wanatumia Biblia na Injili takatifu wameenda wakajificha pale wakijifanya ni wahubiri, na wameleta maafa ya watu wengi, wameleta maafa ya halaiki, wazee, akina mama na watoto, wameangamia watu wengi pale. Na nikitoka hapa narudi pale kwa sababu tunaenda kuanzisha awamu ya 3 ya kufukua ile miili. Na kama nilivyosema jana, baada ya ile miili ambayo tumepata pale ya watu wazima na watoto 242 ambayo tumepata, lakini bado tuko na makaburi ya halaiki pale. Na hii ni changamoto kubwa sana kwetu sana sisi kama vitengo vya kiusalama. Na mimi unajua ya kwamba Mheshimiwa Rais aliomba msamaha kwa taifa. So yale mambo yameendelea pale katika miaka 5-6 kutoka 2017 huko. Na Mheshimiwa Rais alisema kama serikali tunaomba msamaha kwa sababu jambo kama hili la watu wengi kama hawa kupata vifo vyao kwa njia hii ya dhuluma haingepaswa kutokea pasipo kujua vitengo vya usalama wa nchi. Vile vile wakati Mheshimiwa Rais aliomba msamaha, hata mimi kama waziri wa usalama niliomba msamaha kwa niaba ya serikali ya sasa na serikali iliyopita na kwa niaba yetu sisi zote, kwa sababu jambo hile ni jambo kubwa na ni jambo ambalo ni laana kwa taifa, watu wengi kupoteza nafsi kwa njia ile. Na mimi nimehakikishia wananchi wa Jamhuri ya Kenya kwa niaba ya serikali, ile mikakati na ile mipango na ile mabadiliko na marekebisho tunaenda kufanya hakutawahi kutokea tena katika Jamhuri ya Kenya jambo kama lile, watu wengi kupoteza maisha yao kwa sababu ya kuadaiwa na wakora ambao wanajificha kwa kanisa, msikiti ama hekalu. Never again in our country. Never again. Na leo ile jopo kazi ambao Mheshimiwa Rais aliteua liko na viongozi wa dini mbalimbali, dini ya Kikristo, dini ya Uislamu, madhehebu mbalimbali, dini ya Kihindu na imani zote. Na vile vile iko na maafisa wa serikali pale, kutoka ofisi ya mkuu wa sheria, kutoka wizara ya usalama. Na kama kuna wengine wangetaka kujumuishwa katika hiyo jopo kazi, waseme, tutaongeza, kwa sababu hatutaki kuacha hata mtu. Kazi ya hiyo jopo kazi ni kuzunguka Kenya hii na kuongea na nyinyi wananchi, nyinyi wenyewe. Serikali inanuia ama inapanga kufanya mambo ya marekebisho ya kisheria ama ya kiutawala. Hiyo jopo kazi wataenda katika sehemu mbalimbali za Kenya, na ikimaliza kazi itapatiana ripoti yake kwa rais, na kutoka hapo lazima tubadilishe sheria zetu kwa dini za pale Shakahola. I therefore want to request the people of Kenya from every part of our country, from every faith and denomination,
all people of this country should make a point of contributing their views to the task force that has been established to recommend the legal, policy, administrative, and procedural measures that we need to adopt to make sure that never again in our country we have the kind of injury that we got through Mr. Mackenzie and his collaborators. Na waomba watu ya Taita Taveta mtoe maoni yenu. Mtuambie tufanye nini na hao watu wanajifanya ni wafuasi wa Yesu Kristo, lakini wanaua watu. Wanawaambia wasikule chakula, wao wenyewe wanapika hapo wanakula chakula wakingojea wewe ukufe njaa. Wanasema wanajua ile siku Yesu atarudi. Na yeye mwenyewe Yesu alisema hakuna ajuaye siku wala saa. Kweli si kweli? Wanajifanya ati lazima wakusababishe wewe ukufe, na hata ukikataa kula na kunywa ama ukibadilisha nia ya kutokula na kunywa, wanakupiga na mawe na nyundo na vifaa butu mpaka unafariki dunia. Wengine wamenyongwa kwa mikono na waya. Hao ni Wakristo? Sababu Kristo ambaye tunajua ni yule alikuta watu wakiwa na njaa akawapatia mkate na samaki. Ule Kristo sisi tunajua ni yule alikuta mtu anaitwa Lazaro wa Bethania amekufa akamfufua. Huyu mwingine simjui. And therefore, every person who is a leader of faith who thinks that going forward they can take advantage of the institutional and legal gaps we have in our country, hide under religion, hide under the freedom of worship to cause death, torture, inhuman treatment. Every person is warned that their days are numbered, and we are going to expose you and make sure we isolate you and give you the most severe punishment that is ever possible in our law books. Ule Bwana Mackenzie ataishi jela milele na milele. Hata mahakama ikimwachilia atoki pale, tutamrudisha tena. Ataishi pale jela mpaka siku ile Mwenyezi Mungu atamutoa duniani akwende akakutane na hukumu yake huko. Sijui kama tunaelewana. Na mahakama zetu they must work with every part of society, because the judiciary does not live in utopia. It's part of our society. Mtu kama huyo ni hatari kwa usalama wa nchi. Tulikuwa tumemshika mara 3, tukampeleka pale anaachiliwa, tunampeleka pale anaachiliwa. Safari ya mwisho mamia na mamia ya wananchi wamepoteza maisha kupitia mkono ya huyo mhalifu. Every man of faith, any person purporting to hide behind religion to commit crime will expose you, will isolate you, we will punish you. And this message should go to every church, every mosque, every temple, every synagogue, every house of worship. 99% of people of faith are honorable people, and they are helping the society. Makanisa mengi, misikiti mingi, watu wa madini na madhehebu nyingi ni watu waungwana na wanashiriki katika mambo ya kusaidia wananchi wapate maisha bora hapa duniani. Si ni kweli? Lakini kuna wale wachache ambao wanaharibu mambo mazuri ambayo yanafanywa na watu ya dini. Mimi naomba watu ya dini washirikiane na serikali. Sisi tuko upande wenu. Serikali iko upande wa dini. Mtusaidie ndio tugundue wale wanawaharibia sifa yenu. We cannot have people who are not accountable to anybody. They are not answerable to anybody. And when we find out what they are doing there,
They are committing crime. They are committing fraud. They are stealing property from their followers. Some of them are engaged in sexual violence in places of worship. Na mimi ile mjeledi nimechukua ya kupambana na wale wakora sugu, vile vile nitasukumana nayo katika hii mahekalu na makanisa na misikiti, kutoa watu wachache ambao wamejificha pale na kuumiza kazi ya watu wengi wazuri na watu ya kanisa na watu wa madini ambao wa dini mbalimbali ambao wanafanya kazi nzuri. Sijui kama tumeelewana. Tumeelewana? That is our business. Na wale ambao ni Wakristo wanajua. Ilifika kiwango Kristo mwenyewe akaenda pale kanisani kwa hekalu, akakuta wamegeuza ile hekalu kawa mahali ya biashara, mahali ya kufanya mambo maovu. Watu wa biashara wako hapo wanabadilishana bidhaa, wananyanyasa wanyonge pale. Akachukua mjeledi, akachukua hiyo meza, akatupa chini, akawapiga, na mjeledi akamwambia tokeni hapa, kwa sababu hii hekalu imepaswa iwe nyumba ya sala, lakini nyinyi mumeigeuza ikawa pango la wanyang'anyi. Makazi yaendelea siendelee? Tuende na hiyo barabara. Na washukuru sana, na waombea Mwenyezi Mungu, na waombea baraka, na waombea mema familia zenu, watoto wenu, kazi zenu, biashara zenu zifanikiwe, na muombee nchi yetu. Kuombea nchi sio mambo ya siasa. Kuombea nchi ni uzalendo. Kuombea nchi yetu ikuwe salama. Kuombea nchi yetu, viongozi wote wakiwa au wenu wakiwa hapo, waombee wafanye maamuzi mema yatakayoendeleza jamii. Sababu mtu ambaye haombei nchi yake ni kama abiria ambaye ako ndani ya gari na anaomba hiyo gari ipate ajali. So you must pray for our country. Mambo ya kura ikifika, tutaongea mambo ya kura na tutapiga kura na kura itapita kama zile zingine, but Kenya will remain. Nchi yetu itabaki milele na milele. Asanteni sana. Mungu wa neema awabariki. Thank you very much.